Juzi nimeona hii interview fulani, watu walikuwa ma-OCS fulani, makara fulani walikuwa wameitwa, sijui ama ni sherehe ama ilikuwa nini, walikuwa wanaongelesha Murkomen. Sijui hapa kuna mtu alifuata hiyo story. Na ikakuwa wanaongea yale sasa maugumu wanapitia ama yale mzito wanapitia kwa makazi zao. Ndio sasa sababu Murkomen ni cabinet secretary wao, ndio ajue venye atawasaidia. But mimi ni mule mtu hata akiona video, sijuangi kwa nini, sitoshakangi kuona video tu, lazima niende kwa comments, lazima niende kachokora kwa comment. Ndio nilienda kwa comment moja nikapatana na jamaa fulani amesema, sijui habari bwana mke akasema, kwa hizi idara unaona corruption ina working very bad. Na corruption inakuanga huku chini kama huko kwa nini inakuanga moto sana. Na inakuanga sana sana kwa hiyo wa men in uniform. Sitasema ni men mgani sababu hata scout, hata watchman wanavanga uniform. But akasema huko inakuanga ngori sana sababu ukiwa mwanaume lazima utoe ka kitu ama uchotane ka kitu ndio hata upandishwe karanka ama upandishwe kiti ama upandishwe. Akasema huku si profession inafanyanga kazi. Unajua tuliacha tukisema kwa idara tunafanyanga na profession. Sasa huko si profession, ni ama utatoa ka kitu ndio upandishwe. Na hao wanawake sasa hata hapo ndio nihurumia zaidi. Ati lazima msichana achoreshwe 7. Imagine ati msichana lazima aiweke chini, ikuje ikuwa kwa kichwa yake. Surely. For sure, mimi najua hata kwa kampuni unafaa kuandikwa ama unafaa kuongezwa madaraka kulingana na kazi yako na maybe hata experience yenye uko nayo na profession yenye uko nayo. Kwa sababu huwezi sema ati mtu useme hana profession akikuja kuongezewa madaraka mbele ya mwenye ako nayo. But unapata sasa dunia imekuwa cruel mpaka unapata mtu mwenye anafanya kazi vizuri sana anaweza ishi kwa rank the same miaka 20. Lakini kuna mwingine utapata cruel sana mwenye ana hata afai kutoshea hiyo kwa hiyo kiti, lakini sababu ako na pesa ama sababu ametoa pesa ama ni mwanamke sababu ameambiwa lazima achore 7 ndio kazi apatiwe mahali kuzuri. Yani ndio maisha yako ikuwe simple, lazima uende utoshee kwa ofisi ya boss wako na ufanyiwe ile kitu. Sasa nikajiuliza, sasa hebu imagine ni sister yako ama ni bibi yako ama ni mama yako, imagine yako kwa idara na labda ongezewe madaraka na njia ya kihalali, ati lazima afanyiwe ile kitu. Surely tulifikanga wapi hapa? Tuliachilianga wapi? Tuliachilianga wapi nchi ikafika hapa ati mpaka uwezi fanya kazi kwa bidii ndio uongezewe madaraka? Ilifika mahali ati lazima mwanaume achote ka kitu na mwanamke lazima afanyiwe ile kitu. Imagine ati ndio lazima ukuwe demu ya mkubwa ndio upale wako kazi mahali kuzuri, lazima ukuwe demu ya mkubwa ndio kazi yako ipatikane rahisi ama ndio upelekwe mahali kuna ka at least. Imagine tunafaa kurudisha ile njia zetu zilikuwa nazo za mtu akifanya kazi kwa bidii ama mtu akifanya kazi ama anahitaji ana deserve kupewa madaraka anapewa, lakini si hiyo man. Hebu imagine sasa bibi ya mtu akiwa ati anasemekana ama demu yangu ama bibi yangu ama sister yangu ama mama yangu, nikiimagine ako mahali anaambiwa kama hutafanya hivi, hii ni barter trade, kama hutaleta hii kitu ama hutafanya ile kitu ati utaongezwa madaraka. Imagine si vizuri hata kidogo.